Yes, bwana, kwenye mitandao na imani utakuwa umeshapita pita na umekutana na clip nyingi sana kijana akiwa anaimba kama Young Lunya. Utasikia oh my nyingi. Sasa huyu hapa tuko naye leo na atatueleza story nyingi sana. Tunaweza kuona ameanza kufanya content creator kupitia mitandao ya kijamii na amekuwa mtu maarufu, lakini at the time tunamuonaga pia na mchekeshaji Bambo. Hatujuagi wanapushiana kivipi, ni marafiki, washikaji au ikoje. Lakini kuachana na hivyo, in a serious way tunamuonaga kijana na mgeza Young Lunya kuchana na midondoko, lakini ukifikiria vizuri zaidi zile lyrics au ile mistari anakuwa anaandikaga sio kwamba huwa anamgeza Young Lunya, ni mistari ya kwake mwenyewe anakuwa anatunga. Kwa hiyo kwa upande mwingine kijana kama ana kitu hivi kwenye nguzo za hip hop. So tuko naye ST Bongo leo hapa kwa ajili ya kupiga story 1 2 3 kuhusiana na mfano wake kujifananisha na Young Lunya, pia kuhusiana na maisha yake ya kawaida. Mimi naitwa Twitch. Bwana, inakwaje? Safi sana. Zuka Kinyamwezi. Hivi ukiwa unaposti content afu unakutana na comment, unajua ukimwagiza Young Lunya Albaba ndo unampata huyo. Zinakukata au kwa namna moja na namna nyingine? Mramezi kunikata. Kwa nini yani labda? Sababu ukiangalia before pia nilikuwa nafanya content. Hakuna comment hata moja, umeona? Like zinaweza zikawa 2. Lakini sasa hivi unakuta comment 700, 1000. Ina maana mtu akicomment hivyo sikaniona imefika, message imefika. Sio mbaya, kwa mimi na enjoy. Kwa hata wewe ukinitukana, ukisema hivyo, wewe ni shabiki yangu pia. Sawa. Kwa majina yako kamili labda unaitwa nani? Mimi kwa majina halisi naitwa Tony Dickson Makwaya. Na usanii? La usanii natumia Blackstone. Hivi ilikuwaje ukaamua kujifananisha na Young Lunya, au ilitokea tu watu wakwambia bwana wewe umefanana na Young Lunya na ukaanza kutembelea upepo wa Young Lunya na kweli umekuja mjini? Maana kijana ambaye umejiswitch kwa engo fulani lakini kupitia mgongo wa Young Lunya na umekubalika ni wewe hapo. Ilikuwaje? Hiyo kusema kweli nianzie nyuma kidogo. Mimi ni director na shoot, nafanya graphics. Kwa hiyo sasa studio nilikuwa nafanya kazi ilikuwa ina section pia ya recording. Umeona ya za sauti, watu wanafanya muziki wanamaliza asasi wa gospel. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa na mwanangu mmoja hivi ambaye naye alikuwa ananisupport kwenye kushoot nini, tunasaidiana kwenye interview kama hivi. Mwenye nishafanya sana vitu kama hivi. Umeona? Kwa hiyo mwanangu tukirudi studio tunafanya editing. Studio yetu sisi tulikuwa watu wawili tu. Lakini ndio tulikuwa tunakimbiza kazi inaenda vile. Umeona? Kwa sasa tumekaa hivi tumemaliza kazi. Mwanangu kuna kitu kama hichi drill. Umeona? Tufanye. Hivyo mdogo tunafanya. Lakini sasa mwanangu kila mimi nikichana, umeona? Ile sauti inakuja vile yani ya Lunya. Flows zinakuja. Na bali na hivyo mimi nilikuwa naimba kitambo kabla ya kuanza kushoot. Pia ila unajua Mungu anatoa kwa wakati na muda sahihi. Kwamba mimi ningeweza kwa Lunya, huwezi kujua labda mimi ndo ningeanza kwa Lunya kwa sababu sauti ninayo, si ningeanza. Lakini ameanza hii, nimekuja na mimi pia. Umeona? Lakini mimi pia situmii vibaya hii opportunity. Naona kama nafasi pia imenisaidia kufikia watu. Nimesogea sasa hivi mtu ananijua mimi nani. Umeona? Kwa hata kazi zangu za muziki pia zitakuwa, na niko na project nyingi nataka nianze kuziachia sasa. Kwamba watu wanajua mimi content creator tu, mchekeshaji labda TikTok hivyo nini. Pia nimefanya kazi nyingi sana kubwa za movies nimeshuti sana. Kwa hiyo Lunya ulikuja na sauti yani ndio hivyo, hata nikiimba basi mwangambia huyu mbuzi unajua zile. Hiyo ilianzia studio vibe. Kwa hiyo dakika za mwisho sasa na ile clip naifanya ya kwanza ya Vande ilikuwa masiara tu. Nikaa tu hivi. Nasema ngoja ni shoot hichi clip, lakini sasa mimi nipite kitofauti. Nipige hiyo mbuzi niondoke nao. Tumemwona Young Lunya naye pia amekuja kuifanya recent juice ya Kinyamwezi sana. Sawa, baada ya kufanya vitu hivi kama Young Lunya, unaona umeenda mjini, yani mafanikio yako ulikuwa una target zile lengo zako umezipatia? Bado sijafikia sema ambapo nahitaji, kwa sababu pia nataka watu wanijue mimi kama mimi. Umeona Kwa sababu mimi tu sasa hivi akiniona mtaani mbuzi, mbuzi guys, mnapoenda mbuzi. Sasa mimi sio mbuzi.
Mimi nataka mtu nijue mimi Blackstone vipi sasa, na wewe uje na moto wako. Umeone, hata kama unatumia hiyo basi niongezee baadhi ya vitu. Kuna watu wengine wanakufuata wanakuambia wewe unamgezea Young Lunya lakini umpatii wala hujui kuimba. Hizo comment zipo? Ya wapo sana. Unakuwa unazipokeaje? Kwa sababu wewe utasema mimi namgezea Young Lunya, umejuaje kama mimi namgezea Young Lunya? Sina maana umesikia toni ipo. Sasa si unafiki tu. Ina maana toni umeisikia kwamba huyu jamaa anamgezea Young Lunya. Umeona? Mpaka mtu ana comment hivi na kitu kisha hiyo. Sawa, ushakuona na Young Lunya labda au kumcheki labda wewe mwenyewe unafanya muziki labda kutamani kufanya naye kazi na vitu kama hivyo labda hata ukaribu tu? Sijawahi kuwa na ukaribu naye, ila tu labda mdogo wake. Kuna mdogo wake ni mshikaji wangu sana. Anaitwa Brano. Na yeye anakupaga story gani labda feedback kuhusiana na kaka kuona kazi zako wewe unapofanya, anakuwa anakukubali labda Young Lunya au inakuwa? Kipindi hata mimi nipo naye alikuwa hajui kama mimi nafanya hizi vitu. Nani unamaanisha? Huyo mdogo wake sasa. Okay. Hajui kama mimi nafanya hizi flow. Alikuwa hajui kabisa. Amekuja kuona tu baadaye. Sasa hivi sipo naye karibu sana. Ila tu ndio hivyo. Na nafikiri hata Lunya mwenyewe sijakutana naye bado. Sijakutana naye. Unahisi anakipenda hichi kitu unachokifanya? Unahisi Lunya atakuwa anakipenda anakikubali kwa namna moja namna nyingine hichi kitu unachokifanya? Mimi siwezi nikafikiria vibaya kwamba mimi nafanya for love afu siharibu sasa. Kwa sababu nikifanya freestyle inakuwa chuma. Unajua nilifanya interview mara mwisho sehemu fulani, akapigiwa simu. Umeona? Na nikaongea naye aka appreciate sana kwamba tuendelee. Kwamba hata kwenye madrill sasa hivi wengi wanaopita, unajua unaweza kaona chana lakini mtu isimpe vibe, yani unajua unaweza kaona chana wewe unajua sana kuchana lakini hakuna laza vitu kama hivyo. Unaweza kaona chana lakini kwa utakuja kuangalia watu kama Professor J rap yao, umeona ni mtu ana rap lakini unaona vina vyake yani analaza fulani hivi. Tofauti unakuta mtu mwingine anachana sana kama maneno mengi ndo anajua ndo kwamba kuchana ndo kaua nini, lakini mtu mwingine anaweza kapiga verses mbili tu mistari kadhaa na katisha kwamba Sasa Blackstone ukija ikitokea ukawa maarufu zaidi ya Young Lunya, utaendelea kumgeza Young Lunya kama hivi au hiyo itakuwa imekaa? Mimi niseme tu kwamba drill pia inahitaji creativity. Umeona? Mimi ni mtu ambaye napenda sana kubadilika. Unaona ukiangalia hata freestyle zangu nyingi nafanya tofauti nachanganya. Mimi beat za Kongo nachukua singeli mpaka mimi ndo nimeanza kufanya zile singeli. Umeona? Kulikuwa hakuna freestyle kama zile, hakuna. Ndio nimeanza nazo. Kwa hiyo ukija kuangalia mtu akipokea kile kitu anaona kikubwa kwa sababu mtu anataka kitu kipya. Umeona? Maginaona mimi naweza nikafanya hii ndio. Mimi sikatai, sauti ninayo. Umeona? Na siwezi mimi nikajizuia kwa sababu Mungu ndo aliyeumba. Umeona? Kwa hata mimi nikichana, ukubali usikubali, ila muziki utaenjoy. Hiyo. Kuna faida gani ambazo ushawahi kuzipata tangia umeanza kufanya vitu kama Young Lunya? Faida zipo nyingi. Kama interview kama hizi, wewe mtu kukuita sio rahisi. Media kubwa nyingi nimeenda kwa sababu hichi kitu. Umeona kwamba nishakwenda media fulani hivi kipindi hicho na shoot kwenye mambo yangu haya. Bwana nilikuwa na madansa hivi na shoot video. Kwa hiyo mimi nikaenda pale kama director. Umeona? Na mimi nikataka nionekane kwenye interview at least nilichokifanya kitu kwa sababu nifanye nao challenge imeenda afu imeshutiwa vizuri. Kwa wakatamani sana kujua. Umeona? Sasa kufika pale nimekaa mimi nje, wenzangu wapo pale ndo wanaojiwa. Sikuwahi hata kuonekana. Nayo hiyo media hiyo media ikaniita sasa hivi. Yani imeniita kwa mimi sasa. Umeona kwamba unaona hiyo nayo ni faida. Kuna media mimi nilienda kama mpiga picha wa msanii lakini imekuja kuniita. Umeona kama msanii mwenyewe. Faida kama hizo vitu vinaenda. Umeona kwa hata sasa hivi faida kubwa nyingine nilopata kwamba hata nikija kuachia mimi kitu fancy niko nao. Ushakutana na Young Lunya labda au kumpigia simu kuachana hivyo ulivyoongea naye kwenye moja interview? Young Lunya mimi nambake
sina namba yake. Na mimi pia Nishaye kutafuta. Nishai kumtafuta. Ilikuwaje? Nishai kumtafuta. Amna, si unajua kwamba sometimes nao inakuwa ni ile ukubwa. Unajua mtu mwingine uwezo ukamwenda hivi kizembezembe, umeona? Watu wengine wako busy, wasanii kama hivi na hivi. Lakini mimi mdogo wake nipo naye, nani mshikaji wangu. Kwa hiyo naweza tu nikamwambia bwana blaza hivi twende tukamwone blaza. Ipo hivyo. Ushawahi kukutana naye Young Lunya face to face? Sijawahi kukutana naye. Wala hujawahi kupigania hizo? Sijawahi, kwa sababu mimi yani sio kwamba napigania kwa sababu nikutane na mtu fulani. Mimi napigania kwa future yangu. Umeona? Lakini Young Lunya unamkubali? Young Lunya mimi namkubali. Namkubali sana. Naye pia ameninspire mimi kufanya kitu kama hichi. Mimi siwezi kwamba hata sasa hivi kiangalia Madrid tunaopiga mimi na mbuzi tu. Hivyo unajikubali katika new generation ya Young Lunya ndo mkali. Kama anavyojitamba yeye mwenyewe kwenye ngoma zake kwamba hakuna ambaye anayemfunika yeye, yani hakuna ambaye anaweza kufanya kama yeye. Maana comment za watu dogo anajisifu. Hizo ni kazi za kisanaa. Unajua ukiwa msanii lazima utengeneze attention fulani hivi ili ugain kitu fulani. Umeona? Hata mimi mwenyewe naweza ngasema ni mkali kuliko Young Lunya. Umeona? Naweza ngasema mimi ni mkali. Umeona? Kwamba kuliko nani? Mradi tu nipate ili attention fulani. Kwa hiyo mimi siwezi ngaingilia vitu kama hivyo. Umeona? Mimi najikubali mimi mwenyewe. Umeona? Na yeye anajikubali kivyake. Kila mtu anajikubali. Kuna wengine unaweza kukuta mtu yupo mtaani anapiga flow na wanae tu hivi hajulikani, lakini wanamwambia wewe mkali kuliko mtu fulani. Ni hivyo tu. Hizo ni technique tu za kisanii. Umeona? Kutengeneza hizo ili sawa. Moja story nilikutana nayo, japokuwa wewe hujawahi kuiweka wazi, sijawahi kuona ukiongelea popote, hata muhusika mwenyewe ambaye tunaenda kumwongelea hapa hajawahi kuiweka sawa. Wewe na Bambo mkoje? Nimeshaona kwenye clip nyingi sana mkiwa pamoja, na baadhi ya comment wengine wanasema kabisa kwamba Bambo wewe ni baba yako mzazi. Sasa kama Bambo ni baba yako mzazi, tunajua ni mchekeshaji wa kitambo sana, legend kabisa kutoka kwenye industry ya filamu huko. Wewe ni mtoto wangapi wa Bambo? Na kweli baba yako ni Bambo, baba yako mzazi kabisa? Bambo ni mzee wangu, baba wangu kabisa mzazi. Hata hapa mwanzo nilipoanza kutaja jina, mimi nikajua labda utajua. Nimelifahamu vile, ila kwa watazamaji sijui kama wanalikumbuka vile. Jina langu ukiangalia ni mzee wangu kabisa mimi, lakini mimi alikuwa ananitune sana kwenye movie. Unajua naweza kwa mtu unapigania kitu kingine, kumbe kitu chako kipo riziki yako ipo sehemu nyingine kabisa. Umeona? Yaani baba alikuwa anataka kama kuachia mikoba fulani. Kabisa. Alafu kabla hata ya kwanza hizo mimi nilikuwa comedian pia. Naweza ngafanya comedy ila sasa hivi sitakufanya. Kwa nini? Comedy ilipi sana au? Hamna. Inategemea. Unajua sema ambapo watu, kwa sababu comedy mimi nimefanya, clip nimezifanya na naweza kukuta mtandaoni zipo lakini haziendi. Umeona? Unajua kabisa hii sio sehemu yangu. Alafu mimi vitu ninavyo vingi. Kwa ngoja nifanye hivi, nifanye hichi, nikitoka hiki nifanye hichi na hichi. Hivyo. Unajikuta kitu kimoja kumbe unachokipigania wewe si hicho kabisa. Kipo sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa babako baada ya kuona ambaye ni Bambo, baada ya kuona unaanza kufanya clip za Lunya na unaondoka, take yake ilikuwaje baada ya yeye alikuwa anatamani labda ufanye film sasa? Kubwa. Kwanza yeye mwenyewe ana support kitu ambacho mimi nakifanya. Hiyo popote pale yani. Na sasa hivi kuna muda ilikuwa bado hajakubali. Unaona? Alikuwa hajakubali kwa engo gani? Alikuwa hajakubali bado kwamba huyu dogo akienda sehemu zake hizo anaambiwa, "Mwanao mbona sasa hivi tunamuona sasa hivi yuko hivi na hivi." Kwa sasa stage ilivyokuwa inapanda hivyo. Ngoja kuona vitu anaviona sasa naye mwenyewe hadi kwenye simu yake akikaa tu. Ashagaa dogo huyo hapa. Dogo huyo hapa. Kwa anapenda pia hata naye mwenyewe heshima yake anaipata kwamba ana mtoto wake pia ambaye na mimi sijajiweka sana wazi kutembelea labda upepo wake si nini, na hata account zake mimi ndo niko nazo. Mimi ndo ukiona clip zake zote ambazo dakika za mwisho kuna muda bali trendy alikuwa hana hata account. Mimi ndo nikachukua account nikatengeneza zozote zile unazoziona. Mimi ndo nafanya video zake viklipu hivi vya comedy kama vyote.
mimi ndo na viposti, mimi ndo na shoot, mimi ndo na edit. Wewe ndo mtoto wangapi kwa Bambo? Mimi ni mtoto wa pili. Wa pili. Ambaye wa kwanza ni nani labda? Wa kike wa kiume? Wa kike. Dada yako. Na ndo wa pili ana watoto wangapi? Wa pili afu kuna wengine watatu. Jumla mpo kama 5 hivi. Okay, sawa. So nataka unipe hii secret kwa sababu Bambo umesema ni baba yako na tunajua ni mchekeshaji wa muda mrefu sana. Kuna kipindi kwenye game kama alikuwa amepotea hivi. Lakini hapa juzi kati hapa karudi na upepo mkubwa sana wakina Harmonize wakawa wanamtumia maneno yao sijui sitaki shido na vitu kama hivyo. Alifanya kitu gani pale au trick gani iliyotumika pale ambapo ikamrudisha tena kwenye game ambapo sasa hivi tunaona tuna trend naye mara mwanae huyu hapa. Yaani vitu vingine vinakuwa ni wakati. Pidi sasa mimi ambapo kuja kufungua zile account. Unajua yule ni msanii mzuri, comedy yake ni nzuri, yani anaweza kufanya ukacheka. Uogopa sana mtu kama huyo. Kwa hiyo ile talent yake pia yenyewe imemsaidia. Inaishi yani mpaka leo tangu miaka hiyo. Maneno yake ya comedy yale nini na mzalishaji mzuri sana wa maneno. Kwa sasa na mimi kuja kuzifungua zile account alikuwa hana. Sasa hivi sana yetu ipo kwenye mitandao ya kijamii sana. Yani uwezo kanguta mtu sasa hivi anaangalia gazeti labda huyo ni mzee ambaye hawezi hata kutumia simu. Umeone kwamba sasa hivi habari unazipata kiganjani kwenye mitandao ya kijamii iko hivyo. Kwa sasa wasanii wengi wa zamani ukiangalia account hawana. Hawajui Insta, hawajui Facebook. Wao wanajua tu kwenye TV, kwenye maredio. Umeone? Sasa wewe sasa hivi teknolojia imekuwa lazima sasa uende na wakati. Umeona? Kwa hiyo ni kama blessed imetokea, mimi vipi hivyo navijua. Ikabidi tu ngoja nimpushi mzee wangu nimsaidie. Siku nyingine mimi naika bando mwenyewe. Umeona? Nachukua clip natengeneza na posti. Vitu vinaondoka basi akaenda sana. Vipi unaweza kuongea kama vile anavyoongea Gaila? Siwezi. Miaka yote ulokaa naye. Siwezi kuongea. ST Bongo, nyumbani kwanza.